Kuna jambo moja ambalo sisi kama binadamu, bila kujali tofauti zetu, tunalipitia. Sio ndoto, sio furaha, sio mafanikio, bali ni maumivu. Kila mtu anaumizwa, lakini ni wachache wanaochagua kujifunza kutokana na maumivu. Maumivu huwa hayachagui, yanampata yeyote, awe tajiri au maskini, awe mtoto au mtu mzima, awe anaonekana imara au yule anayelia kimya kimya. Tofauti sio nani anaumizwa zaidi. Tofauti ni nani anayatumia maumivu kama darasa na nani anayatumia maumivu kama kisingizio. Kuna mfano mzuri sana wa mtu mmoja anayejulikana kwa jina la Viktor Frankl. Viktor Frankl alizaliwa huko Austria, Ulaya, na alikuwa ni daktari bingwa wa magonjwa ya akili. Maisha yake hayakumbukwi kwa taaluma yake, bali yanakumbukwa kwa maumivu makali aliyoyapitia. Viktor Frankl alipoteza familia yake, alipoteza uhuru wake, alipoteza maisha yake mazuri aliyokuwa ameyazoea. Lakini kitu kimoja ambacho hakupoteza ni maana ya kuishi. Viktor Frankl aligundua kuwa watu waliokosa sababu ya kuendelea kuishi walivunjika haraka, lakini wale waliokuwa na maana waliendelea hata walipokuwa gizani. Frankl alisema, binadamu anaweza kuvumilia chochote ikiwa anayo sababu ya kuendelea. Ndiyo maana watu wengine wanapopitia katika nyakati ngumu, wapo wanaosema nimekata tamaa, sina nguvu ya kuendelea tena. Lakini wapo wanaojiuliza, ninaweza kujifunza nini hapa? Ndipo maumivu yanapokuwa darasa, uchovu ukawa mtihani, na kukata tamaa kukawa ishara ya kuendelea. Wengi wetu tunapoumizwa tunauliza, kwa nini mimi? Lakini wachache wanauliza, maumivu haya yanataka kunifundisha nini? Na hapo ndipo nguvu ya kweli ilipo. Jiulize leo, maumivu ninayoyapitia sasa yananiandaa kuwa nani? Usiyaepuke, usiyatumie maumivu hayo kama kisingizio, bali yatumie kama darasa na daraja la kukuvusha kwenda hatua inayofuata ya maisha yako.